Kuna tabia ilianza kujengwa ya kuonesha kwamba tumshukuru rais ametujengea barabara, rais ametujengea shule. Hata askari wanasema rais ametulipa mshahara, walimu rais ametulipa mshahara. Sio mradi wowote ukifanyika kwenye nchi hii rais ametufanyia. Ukweli ni kwamba rais hafanyi kitu chochote kwenye nchi hii. Mambo yote yanafanywa na wananchi kwa kodi zenu wenyewe, na ndio maana kwa sababu tumekuwa tukitukuza hawa watu wanaitwa rais rais rais. Samia, mimi nimesoma education psychology. Kisaikolojia ameamini kweli, yani imemuingia kichwani na ameamini kwamba sisi ni watoto wake na nchi hii ni mali yake. Sisi wengine wote akisema tulale tunapaswa kulala, akisema tutembee tunapaswa kutembea, akisema chuchumaa tunapaswa kuchuchumaa. Ndio maana juzi akiwa anaongea na Ruto amemwambia kuna vijana wakorofi wakija Kenya chapa mikwaju, watakuja na Tanzania mtawachapa mikwaju. Wakenya kwa sababu wanajua kwamba jamhuri mwenye mamlaka ni mwananchi, sio kiongozi. Ukisikia kitu kinaitwa jamhuri, maana yake wewe ndio una power. Ndio maana ya jamhuri. Nchi za kifalme, mfalme ndiye ana nguvu, wengine wote ni watumishi wa mfalme. Nchi ya kijamhuri, mwananchi ndio mwenye nguvu, wengine wote ni waajiriwa. Ukisoma katiba yetu na mapungufu ilionayo, inasema hivi kwenye ibara ya 8: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo inafuata misingi ya kidemokrasia, na kwa maana hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Narudia, wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Viongozi watapata madaraka na mamlaka kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Kwa hiyo madaraka yoyote, ukiona askari yuko hapa, yupo kwa sababu wewe upo. Akiamka sisi wote hatupo, hata kuwa askari sasa atakuwa na linda nini? Yaani askari huyu yupo kwa sababu wewe upo. Kwa kinachoanza ni wewe. Samia yupo kwa sababu kuna wananchi. Wasipokuwepo wananchi hawezi kuwepo, ataongoza nini? Sasa amejisahau, amejiaminisha kwa psychologically, anaamini yeye ndo mwenye nchi hii, sisi wote ni watumishi wake. Ukimkosoa anasema uchapo mkwaju. Na mkwaju wa nchi hii tunaujua. Polepole amechapa mkwaju, ametekwa, sio? Mkwaju wa nchi hii tunaujua. Mdude Nyagali amechapa mkwaju. Samia anaposema uchapwe mkwaju, anakuchapa mkwaju, maana yake anasema utekwe. Samia anaposema uchapwe mkwaju, maana yake anasema muuawe kama walivyoua watu tarehe 29. Samia anaposema uchapwe mkwaju, maana yake anasema ukamatwe, ubambikiwe kesi kama alivyombambikia mwenyekiti wetu kesi ya uongo, amemweka ndani zaidi ya siku 394. Ndio mkwaju anaosema. Anaposema tuchapo mkwaju, maana yake tukimwona tumsujudie kama Mungu anavyosujudiwa. Mimi nimekataa kumsujudia na wanachama wetu. Na nataka nitumie fursa hii kutoka hapa Bunda kumwambia nchi hii sio mali yake, ni nchi yetu sote, na lazima tuheshimiane kwenye nchi.
sio Mungu. Alikuwepo Magufuli hapa, anatembea mpaka majani yanatikisika. Yuko wapi? Yuko wapi? Kwa tuheshimiane. Sisi ni wananchi wa nchi hii. Nchi hii tumekubaliana iongozwe kwa mfumo wa vyama vingi. CCM wana haki ya kukuimba na praise and worship, kukuimba na kukuabudu. Sisi wengine wa vyama vingine tuna haki ya kukukosoa wewe kwenye kile unachokifanya. Tunajua wote, polisi wanajua, OCD kama yuko hapa anajua kwamba Bunda hapa hakuna mbunge aliyechaguliwa. Uongo kweli? Najua. Mungu anajua hivyo na nyie mnajua hivyo. Na hata mtoto mdogo anajua hivyo. Ongea tu baba tapika. Bunda hapa hakuna diwani mmoja aliyechaguliwa. Uongo kweli? Bunda hapa hakuna mwenyekiti wa mtaa wala wa kijiji aliyechaguliwa. Hivyo hivyo kwa nchi nzima. Samia anajua, akilala huko aliko anajua yeye hajachaguliwa na mwananchi hata mmoja wa nchi. Wametumia risasi za moto, wameua maelfu ya watu, wamejisimika madarakani. Utawala uliofitinika, utawala wa kidhalimu. Sasa kisaikolojia, kama nilivyowaambia, mtu anajidanganya mpaka yeye mwenyewe anaamini ule uongo wake. Ni hulka ya binadamu. Ni hulka ya binadamu. Hiyo ni psychology. Kwa hiyo anaamini, yani yeye mwenyewe amefikia sehemu anaamini kwamba alichaguliwa. Ukweli ni kwamba hajachaguliwa. Mungu anajua na yeye anajua. Hizo kura wanazosema, hata ukiwaambia thibitisha hapa, hawezi kuthibitisha hizo kura. Kwamba Bunda nimepata kiasi gani, si wapi nimepata kiasi gani. Kwanza haijawahi kutokea duniani kwamba kiongozi unayependwa umechaguliwa kwa 98% ushindwe kwenda kuapishwa uwanja wa Taifa ambako viongozi wote wanaapishwa, uende kuapishwa kwa siri. Nyie hivi vitu inawezekana hamjielewi. Viongozi wa kidemokrasia anapoapishwa kwenye uwanja wa mpira, watu wote waje, anasignify kukubalika kwake. Si kusignify ni kusemaje yani? Kuhararisha. Anathibitisha, anadhihirisha kwamba mimi nimechaguliwa na idadi kadhaa ya watu walionichagua hawa hapa na dunia inaona. Ameapishwa, ndio rais wa kwanza kwenye nchi hii ameapishwa kusikojulikana. Kiongozi wa kidemokrasia huwezi kutembea na magari mamia na juu kuna helikopta. Unaogopa nini kama umechaguliwa na watu? Watu wanapokuchagua wanakupenda, hawawezi kukufanyia kitu, si ndio? Wamekuthibitisha, wanakuamini. Hofu yako ni nini? Leo wanatembea na mahelikopta na nini, kila kitu ni maigizo, kwa sababu ni viongozi waliokataliwa. Amemkamata kiongozi wetu ambaye alikuwa ashindane naye kwenye uchaguzi, amempa kesi ya uongo ya uhaini. Watanzania wanajua kwamba Lissu sio mhaini, kama vile alivyomkamata Mbowe akambambikizia kesi ya uongo ya ugaidi na baadaye yeye huyo akamwachia. Amemkamata Lissu, amembambikia kesi ya uongo ya uhaini. Na mimi nimekuwa nikisema chochote kikimpata Lissu hapata eleweka nchini. Sababu Watanzania hawatakubali. Watanzania wamejitokeza kwa mamia, kwa maelfu kwenye siku ambayo mlisema mtaitisha uchaguzi. Wameandamana,
kuleta ujumbe kwamba turudie uchaguzi. Hakuna uchaguzi. Wamejibiwa na nini? Chande. Alafu ameunda tume ya mzee Chande kwamba mhalifu anajichunguza mwenyewe. You cannot be a judge of your own cause. Kisheria huwezi kujichunguza mwenyewe. Serikali ya Samia inatuhumiwa kuua watu. Amejiundia tume. Tume ya Jaji Chande imetumika kama dekio na kuja kudeki uchafu walioufanya, kuua maelfu ya Watanzania na Watanganyika. Sasa wameunda tume ya Jaji Chande, inasema watu wanaotekwa wanatekwa kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu za kishirikina na kwa sababu za biashara. Humphrey Polepole aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM DC na barozi, a vetted officer. Nikisema vetted officer ni mtu ambaye amethibitishwa na vyombo vya ulinzi na usalama kwenda kumwakilisha rais na kuwakilisha nchi yetu nje ya nchi. Barozi akiwa kwenye nchi anakuwa badala ya rais, kwa hiyo ni rais kwenye ile nchi anaiwakilisha kwa mamlaka ya rais aliyemteua. A vetted officer alitekwa kwa sababu ya mapenzi ya nani na nani? Alikuwa na wivu wa mapenzi na nani? Mdude Nyagali wa Chadema ambaye alichukuliwa mbele ya mke wake na mtoto wake mchanga, ametekwa kwa sababu ya mapenzi ya nani? Deusdedith Tisoka, mwenyekiti wa vijana wa Chadema, aliyesema wazi kwamba anatafutwa na polisi na wamemuita, amechukuliwa, amepotea. Amechukuliwa kwa sababu ya mapenzi gani? Wakina Mrai, wakina Kipani, wakina Beni Sanani, wakina Azori Gwanda, maelfu ya watu. Tume ya mzee Chande, mtu ambaye anaheshimika international, anasema eti watu walioandamana walikuwa trained, walipewa mafunzo ya kijeshi, kwamba wengine walikuwa mita 10 kutoka kituo cha polisi. Unatuambia nini mzee Chande? Kwamba vyombo vya ulinzi na usalama, idara ya usalama wa taifa, watu wameingia kwenye nchi, wametrainiwa. Idara ya ulinzi na usalama, idara ya usalama wa taifa haijui, polisi hawajui, jeshi letu halijui. Nchi hiyo iko salama chini ya mikono yao watu? Kama wanaweza kuingia watu mpaka wakafanya mafunzo ndani ya nchi yetu mita 10 kutoka kituo cha polisi, kama tunapaswa kumwamini Chande? Tuko salama kiasi gani? Tuko salama kiasi gani? Huyu Samia alituambia watu walioingia kuandamana waliingia kutoka nje ya nchi, walikuwa watu kutoka nje ya nchi. Tume yake ya Jaji Chande haijasema hivyo. Sasa rais ambaye anapata taarifa za ulinzi na usalama za nchi, anapokuja kuzungumza ni mtu ambaye muda wote anapewa ripoti ya hali ya usalama wa nchi. Haya maneno aliyasema kutoka wapi? Alibashiri au alitaarifiwa? Na huyo mtu aliyemtaarifu ni nani na yuko wapi? Sababu tume yake mwenyewe haijasema hivyo. Ndio maana wakili amesema miongoni mwa watu waliokamatwa kwamba kwenye maandamano, amesema 510 na ngapi? 18, sio? Hakuna mtu kutoka Kenya, Uganda wala Rwanda hata mmoja miongoni mwa watu 518 kwenye kanda nzima ya serikali. Kwa hiyo rais, unaposema kwamba watu walitoka nje ya nchi, una maana gani? Unamdanganya nani? Tume ya Chande inasema kuna watu walilipwa
eti kuna mtu amelipa watu shilingi 10,000 mpaka mwingine amelipwa milioni 5. Hivi kijana wa Bunda ambaye anajua kwamba madini yao ambayo yangetumika kumtajirisha yeye mmekabidhi kwa Wachina Kinyamwiga, mmemwacha yeye maskini anateseka, anahitaji kulipa ile andamano. Huyu kijana wa Bunda anahitaji kulipwa na nani aandamane kupigania maisha yake? Na wanakuwa nafikiri Watanzania ni wajinga sana. Yaani kuna mtu eti anasema kuna watu wanakuja wanawachochea nyie kwa maslahi yao. Sikilizeni bana, hakuna mtu miongoni mwenu hapa yuko kupigania maisha yangu. Wote tuko hapa, kila mtu kupigania maisha yake. Tunaunganisha nguvu ili tubadilishe nchi. Lissu yule ambaye yuko ndani anapigania maisha ya nani? Sasa wale wajinga ambao wanasema kwamba wewe ukijitokeza kupigania mabadiliko unanipigania mimi, Lissu anampigania nani sasa? Hatari tunazotembea nazo kila siku, kila asubuhi, kila kukicha, tunapigania nani? Kila mtu kwenye nchi lazima ujue una wajibu wa kubadilisha nchi ili iwe sehemu salama kwa ajili ya watoto wenu na nyie wenyewe. Hawa watu hawana huruma na nyie, sio nyie tu, hata wa askari wanaowatumia. Mafuta yamepanda bei kwa mfano. Nilisema mwanzo kabisa, mimi nimehudumu kwenye kamati ya nishati na madini ya bunge kwa miaka 5. Sekta ya petroli na dizeli naijua kama navyojua kiganja cha mkononi. Mafuta tangu yananunuliwa kule yanakonunuliwa mpaka yanafika kwenye bandari ya Dar es Salaam yanachukua siku 60. Vita imeanza tu, imepita siku 10 tu wakapandisha bei mafuta. Nikamwambia mnaibiwa, kwa sababu mafuta yote tunayouziwa ni mafuta ambayo tayari yalikuwa ndani ya nchi, kwa hiyo haijakutana na vita au yamenunuliwa yakaanza kusafiri kabla ya vita. Nilisema hivyo, na nikasema mafuta yaliyonunuliwa baada ya vita ilianza tarehe 28 mwezi wa pili. Siku 60 kutoka tarehe 28 mwezi wa pili ni tarehe 28 mwezi wa 5. Mafuta yaliyopaswa kupanda bei ni mafuta ambayo yangeingia nchini kuanzia tarehe 28 mwezi wa 5 mpaka kuendelea, lakini wakapandisha zaidi ya shilingi 1,400 kwa lita moja ya petroli na dizeli. Mafuta yalikuwa shilingi 2,800, 3,000, sasa hivi ni shilingi 4,500. Sasa baadaye tena yale mafuta ambayo yalikuwa sasa yamepanda bei yameingia, wamepandisha tena. Lakini kwenye kila lita moja ya mafuta unayoinunua, kuna kodi na tozo mbalimbali za serikali 18. Si kama mnanielewa? Yaani iko hivi, ukitoa shilingi 100 kwenye kununua mafuta, kuna shilingi 35 zinakatwa kama kodi ya serikali. Kwa bei halisi unayopaswa kununua hayo mafuta ni shilingi 65. Ukitoa shilingi 1,000 kuna shilingi 350 inakatwa kama kodi ya serikali. Yaani hiyo ni kodi pamoja na kitu kinaitwa logistic, EWURA, nini 4%, nyingine 31%. Sasa ukichukua shilingi kwenye 4,000 kuna 1,000 ngapi? 1,000 4. Kwa hiyo kwenye 1,000 kuna shilingi 350. Ya pili kuna 350, imekuwa shilingi 700. Ya tatu kuna shilingi 350, imekuwa 1,050. Ya 4 kuna shilingi 350, imekuwa shilingi 1,400. Na kwenye ile 500 kuna shilingi
ngapi hapo? 175. Kwa hiyo kwenye kila lita unayoenda kuuziwa kwa sasa hivi, ukinunua mafuta shilingi 4,500, kuna shilingi 1,675 umelipa kodi ya serikali. Ukitoa pale unapaswa kununua hayo mafuta shilingi 2,800 ile ile ambayo ilikuwa inauzwa. Kwa ukimsikia Samia anasema amekujengea barabara, ni pesa yako wewe. Alafu hiyo pesa badala ijenge barabara yenye kiwango, inajenga hizo takataka wanazojenga. Mimi nimekuwa barabara ya kutoka Tarime mpaka Makutano imejengwa na kampuni ya Kiitaliano inaitwa Koji Falimprest miaka ya 90. Mimi nasoma primary. Mpaka leo haijawahi kuweka shimo kwenye barabara. Safi sana. Nasema uongo? Kweli. Ile barabara wanaitwa imara. Walichukua wakaanza kuweka juu ndio unapanguka. Lakini ile barabara ya kutoka Tarime mpaka Makutano iliyojengwa na Koji miaka ya 90 mpaka leo imesimama vile. Inakuaje barabara inajengwa hivi vipande vya kwenda hapo Ramadi tumekuta hata ile roundabout ya Ramadi imejengwa miezi 6 iliyopita imetoboka yote. Nasema uongo? Kwa hiyo maana yake ni nini? Pesa yako ambayo ingejenga ni kama wewe una kipato kidogo, unajenga nyumba inabomoka kila mwaka unajenga. Badala ujenge mara moja, hizo fedha za mwaka mwingine uelekeze kwingine. Sasa tutaishi kwenye hali hii mpaka lini, ndugu zangu wa Mungu? Maisha yenu yanachezewa. Hakuna madawa hospitali, hakuna barabara, hakuna. Nimeambiwa hata maji hapa Bunda TANESCO ilikuwa ina wadai hao watu sio wa BUWASA, ikawakatia maji. Wameambiwa John Heche anakuja Bunda leo, wamefungulia maji leo. Nimeambiwa huyo mkuu wa wilaya akasikia jamaa anakuja hapa, maji yamefunguliwa. Sasa hii ni nchi gani? Tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo ambao wametuweka kwenye matatizo kwa muda mrefu sana. Ndugu zangu, watu wa Mungu, mimi nimekuja kwenu leo kwa ajili ya kazi moja tu, ya kujenga chama chetu na kujiandaa. Ni chama sahihi zaidi cha upinzani kuliko miaka mingine yote. Na mimi nataka niwahakikishie, kwenye chama tunachokiongoza mimi na Lissu, hatutapigia mtu magoti. Hatutabadilika. Tunarudia kusema, hata ikiwa miaka 1000 watu walioua watu walioteka watu walioumiza watu, ipo siku watasimama mbele yako. Hata wakigeuza mashtaka wakabambikia nani, na sisi hatutakimbia nchi yetu. Mimi nishawaambia sitakimbia. I will die inside. Nitafia ndani ya nchi yangu nikiwa kwenye mapambano na kupigania nchi. Hatutakimbia. Hata watishe wanalia, kwa sababu wao sio Mungu. Wao sio Mungu. Magufuli alijaribu kumuua Lissu. Lissu yuko hai, yeye ameshakufa. Ile nakwambia kwamba wewe sio Mungu. Wewe sio Mungu. Sana sana unachofanya ni kuchochea chuki. Mimi nilitegemea kwa yale yaliyojitokeza tarehe 29, umejipa mamlaka, umejibambika. Mtu anajitokeza mbele anasema, ndugu zangu, kama nchi tumeteleza, imetokea shida, tumeiona, watu wamekufa, haikutarajiwa kuwa hivi. Naomba tusameheane, tuanze upya, tuje mezani, turekebishe yaliyotufikisha hapa, tusonge mbele. Bado huyo mtu ambaye watu wameuawa ili yeye ajiweke madarakani, ana uwezo wa kusimama mbele ya dunia, anasema watu wapigwe mkwaju. Kwamba damu ya watu waliopigwa mkwaju haijatosha bado wana kiu na damu ya watu wengine.
bado wanakiri. Utaua Watanzania wote hao? Utaweza? Utaua Watanzania wote? Utaweza? Au utatisha Watanzania wote mpaka wote waogope, wote wakupigia? Historia ya dunia haiko hivyo. Kama umesoma historia ya dunia hata kidogo, watu wakumpigia Adolf Hitler magoti walikataa. Aliua watu kwa muda fulani, lakini muda wake ulipofika watu walikataa. Watu wakumpigia Muammar Gaddafi magoti, aliua. Utafanya kwa muda fulani, utafanikiwa, tawaua, taua wakina Heche, taua wengine, utamleta Lissu ndani, lakini na kuhakikishia haitachukua muda, haiwezi kudumu. Kitu pekee kinachoweza kudumu ni kuheshimu watu na kuwaongoza kwa mujibu wa sheria na utaratibu bila upendeleo. Hiyo inaweza kudumu, hiyo na kuhakikishia. Lakini mabavu haiwezekani. Hata kwenye level ya family, mimi nawapa experience ya Wakuria. Wakuria huwa ni wakali sana kwa wake zao, lakini mama naye anamlia time, anakaa pale, unamburuza. Watoto wake wakikua tu, wakipata kazi anajitenga pale mbali, kama Gontesi likaa mbali tu. Nasema uongo? Huwezi. Binadamu huwezi kuongoza kwa mabavu. Binadamu anaongozwa kwa kushawishiwa. Ndio maana tuko hapa kuwaomba na kuwashawishi mtuunge mkono, kwa sababu kilichoko ndani yako hakiwezi kununuliwa. Dhamira huwa hainunuliwi, wala dhamira huwa haitishwi. Dhamira itasimama kwenye ukweli tu. Dhamira inaongozwa na ushawishi. Sema uongo? Hata mama zangu wanajua, unaweza kuwa hata na binti unampenda, huwezi kutumia mabavu, maneno mazuri. Vijana wa kisasa wanasema unaimbisha, sio? Mabavu, ubabe, mtaua watu ngapi? Hawa askari, kuna mmoja mimi ameniletea taarifa, yeye akiwa kwenye kituo chake cha kazi kule anakotoka, baba yake akauawa, mdogo wake akakimbia kwenda kumsaidia baba yake, naye akauawa na askari wenzake, pigo risasi. Hebu fikiria hiyo pain. Wewe uko Bunda unaua mtoto wa mtu mwingine, kule Njombe kwenu baba yako na mdogo wako wanauawa. Kwa sababu hao ni ndugu zetu, tunaishi nao. Hatuwezi kuishi kwa kuuana.